mwenyewe katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Baba, pokea sifa na utukufu. Baba, pokea sifa na heshima. Tunakubariki Mungu, tunakutukuza Bwana, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Mpe Bwana utukufu, mpe moyo wako, kwa moyo wako mwambie Bwana asante. Imeandikwa ni jambo jema kumshukuru Mungu. Na saa hii paza sauti yako, mwambie hakika ni wewe. Mwambie ninakuinua Bwana, na kutukuza Mungu uliye hai, na nihimidi jina lako mfalme wa falme, katika jina la Yesu Kristo. Oh, ribosheketeke karabasaka. Pokea 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 Bwana. Pokea 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 shukrani zetu Mungu. Pokea 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 Bwana. Tunakutukuza Yesu, tunakuinua Bwana. Wewe utendee mambo makubwa na ya ajabu. Wewe uliyelinda, utulinda mabaya kila namna. Wewe uliyetupigania Bwana. Oh, ribose karamasikata. Asante Bwana kwa ajili ya madhabahu ya Galilaya. Asante kwa ajili ya uweza na nguvu zako. Asante kwa sababu unaendelea kujidhihirisha Bwana. Tumeendelea kuona matendo yako makuu Bwana. Mungu, asante kwa uaminifu wako. Asante kwa uzima. Asante kwa uponyaji ambao umeachilia kwa madhabahu ya Galilaya. Bwana, nakutukuza na kukuinua. Asante, asante, asante. Asante, 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 asante Bwana. Asante, asante mfalme wa falme. Oh Baba, asante, asante, asante. Moyo wangu unakuazimisha. Unaliazimisha jina lenye nguvu, hilo jina lenye mamlaka, jina linaloweza mambo yote, hilo jina lako Yesu Kristo. Naliinua Bwana na kutukuza Mungu. Oh, imosekete sikata. Sharabo sekete limasiha. Oh, ribo sekata imasika. Katika jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu. Asante kwa jinsi unavyoonekana Bwana. Asante kwa namna unavyohudumia kanisa. Tunakushukuru Mungu Jehova. Tunakushukuru Mungu mtakatifu kwa ajili ya neema yako, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Mwambie asante Bwana, mwambie Bwana asante, mwambie Mungu nakushukuru kwa ajili ya neema yako ya ajabu. Asante Mungu wa kutulinda na mabaya kila namna. Asante Bwana wa kutupigania. Ninakubariki Bwana, ninakuinua Mungu mwenye nguvu, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Hakika unastahili sifa za mioyo yetu. Hakika unastahili kuinuliwa Bwana. Hakika unastahili Bwana. Nasi saa hii Mungu wa mbinguni, na sababu kubwa kukuinua tena Bwana, na sababu kubwa kusema asante kwa ajili ya taifa letu la Tanzania. Asante Mungu wetu wa baba yetu wa mbinguni, maana mkono wako Bwana uko juu yetu. Asante mfalme wa falme, kwa sababu unaendelea kutulinda, kutetea. Asante mfalme wa falme, kwa sababu unaendelea kulishika taifa lako, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Asante Mungu kwa uaminifu wako, katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Ninaomba nikiamini katika nguvu na uwezo wako Bwana. Ita damu ya Yesu ikutakase. Mwambie Bwana, achilia rehema zako juu yangu. Mwambie Mungu wa rehema, niko mbele zako. Nimetambua tena haya ni majira ya kukujia Mungu mwenye nguvu, wewe uliye mtakatifu wa watakatifu. Ninashuka Bwana kwa unyenyekevu mbele ya kiti chako cha rehema Bwana. Horimosiketekesherimasika. Ninatambua ya kwamba Mungu, mimi ni mwanadamu. Natambua ya kwamba Baba, nimepungukiwa na utukufu wako. Ninatambua ya kwamba saa hii na majira haya Bwana, ninasogea mbele ya kiti chako cha rehema, nikijua ya kwamba Mungu, nalikukosea kwa mawazo yangu, maneno yangu na matendo yangu. Na saa hii Bwana, ninashuka kwa unyenyekevu. Ninashuka Bwana hivi nilivyo. Ninasiachilia damu yako juu yangu. Nioshe Bwana kwa hisopo, na nitakuwa safi. Niko mbele zako Bwana mabwana. Bwana, wewe ni mtakatifu na kana watakatifu. Nami niko mbele zako Mungu, nikinyenyekea chini ya mkono wako Bwana, nikisi rehema zako Mungu, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti mwana Mungu aliye hai. Riboshe tema sikaraba sakata. Mwambie Bwana nisafishe, mwambie Bwana nioshe, mwambie Bwana nahitaji rehema zako. Mwambie Bwana kwa mawazo nimekukosea, mwambie Bwana kwa maneno nimekukosea, kwa matendo nimekukosea. Nami saa hii natubu Bwana, ninanyenyekea mbele chako cha rehema.
ninanyenyekea mbele zako e Bwana, ninanyenyekea mbele zako Mungu wa rehema, ninasi utakaso e Bwana, na si utakaso e Bwana. Mwambie tu Mungu ni rehemu, mwambie Baba niko mbele zako, niko mbele zako Mungu, ninaungama dhambi zangu, nikimaanisha kuziacha Jehova. Aiboseke riba sikana masakata, ninasi rehema zako Mungu wa mbinguni, na si rehema zako e Bwana. Nioshe kwa isopo Bwana, nioshe Bwana mabwana, nitakase dhambi zangu zote e Bwana. O ribosekete masikarama sakata, ninasogea Bwana nikiwa nimenyenyekea mbele chako cha rehema, maana umesema ya kwamba o riboshekerama sakata, yeye afichaye dhambi zake hatafanikiwa, bali azungamaye atapata rehema. Sa nafsi yangu Mungu, takasa kwa damu yako, takasa mwili wangu Bwana, safisha kwa damu yako, safisha Bwana mawazo yangu, safisha kwa damu yako. Mungu wa rehema, nimekukosea mimi, nimekutenda dhambi wewe peke yako Bwana, niko mbele zako Mungu wa rehema, ninaungama Jehova nisi, ninatubia uovu wote Bwana. Rimasekete masika, achilia damu yako Yesu, achilia damu yako Bwana. Tazama mama huyu anaomba rehema, tazama baba huyu, tazama kijana huyu, tazama binti huyu Bwana, yuko mbele zako saa hii na majira haya Bwana, ananyenyekea Mungu, anapungua Bwana ili uinuliwe ndani yake. Yamkini Bwana mawazo yake yalimpeleka, yalienda kinyume na mapenzi yako, akili zake Bwana oribose keteri masakata ye karama sekeri sekete masakarama sika, katika jina la Yesu Kristo achilia rehema zako Bwana juu ya familia yangu, juu ya watoto wangu Bwana. Ninasi damu yako Bwana, ninatubu kwa ajili ya kizazi changu, ninatubu kwa ajili ya familia yangu, ninasi rehema zako Mungu, achilia damu yako Bwana, achilia utakaso juu ya watoto wangu kwa rehema, achilia rehema zako Mungu wa rehema, achilia rehema zako Mungu wa rehema, achilia rehema zako, gaili hasira yako juu yake, gaili hasira zako juu ya watoto wake Bwana, achilia damu yako ipite Mungu, ipite juu ya fahamu zao, ipite juu ya mawazo yao, ipite juu ya nafsi zao. Mungu achilia rehema, achilia rehema Baba, achilia rehema Baba, achilia rehema Baba. Rimaseketeri masika, ye masandara masakata, ye kerama sandara bosia, rimosekeri masakata. Baba achilia rehema zako juu ya familia yangu, Mungu wa rehema, rimasekeri masikata. Mwambie Bwana achilie rehema zake. Omba rehema kwa ajili ya familia yako, omba rehema kwa ajili ya ndugu zako, omba rehema, omba rehema. Tubu kwa ajili ya wengine, maana umesema, Bwana amesema chukuliani mchungane mizigo. Nawe saa hii nenda kunyenyekea mbele za Bwana, nyenyekea mbele za kisha rehema. Mwambie Bwana, ninaungama kwa ajili ya babu yangu, kwa ajili ya bibi yangu, ninaungama kwa ajili ya wazazi wangu, ninasi rehema zako Bwana, upatilize kiovu cha kwanza hadi cha nne cha chuki zao. Mungu wa rehema, nimetambua makosa ya familia yangu, nimetambua Bwana ya kwamba wametegemea akili zao, wametumainia mawazo yao, wametumainia nguvu zao, wameitazama dunia kuliko ambavyo Mungu wangekutazama wewe. Nami saa hii Mungu, ninasi rehema zako, nasi utakaso Bwana kwenye malango ya babu yangu, kwenye malango ya bibi yangu, kwenye malango ya baba yangu, kwenye malango ya mama yangu. Achilia rehema, achilia rehema. Mwambie Bwana, mwambie Bwana, mwambie Bwana afute majina yako kwa hicho kitabu cha ukoo, afute majina yako kwa hicho kitabu cha hukumu, afute majina yako kwa hicho kitabu cha wagonjwa. Mwambie Bwana, andika jina langu kwenye kitabu cha uzima wa milele, andika jina langu Bwana kwenye kitabu chako cha uzima. Mwambie Bwana, mwambie Bwana wa rehema, achilie rehema saa ina majira haya. Hilo jina lako na kizazi chako taja kwenye madhabahu za ukoo, kwenye madhabahu za hukumu, alifuta hilo jina, futa kwa damu yako Yesu Kristo, na si damu yako Bwana ikafute majina yangu kwenye vitabu vya hukumu, kwenye vitabu vya ukoo. Mungu wa rehema, majina yangu Bwana yakaandikwa kwenye kitabu cha uzima katika jina la Yesu Kristo. Rikira masekara basakata. Umesema Mungu wangu, ache kwako utamtupa nje kamwe. Nami niko mbele zako Mungu, ninalinua kanisa la Tanzania, ninakusihi Bwana, achilia rehema zako juu ya taifa letu, achilia rehema zako juu ya kanisa la Tanzania.
Mungu ninasi utakaso, ninasi Bwana rimasekeri masakata. Yamkini Mungu oye masakara masaka, tumeiacha kweli, tumeufuata uongo, tumeufuata uovu, tumeutumikia huo Bwana, lakini saa hii Bwana tumetambua kama kanisa ya kwamba tumetenda maovu, tumekukosea Mungu wa rehema. Ninatubu Bwana kwa niaba ya kanisa, maana umesema watu wangu walioitwa kwa jina langu wakinyenyekea, wakinyekeza mbele zako Bwana, utasikia kutoka mbinguni, nawe utashuka, utaliponya taifa. Mungu wa rehema, kwa ajili ya kanisa la Tanzania ninatubu Mungu, ninasi utakaso, ninasi Bwana kaili hasira yako Bwana juu ya kanisa la Tanzania, kaili hasira yako Baba, ninanyenyekea Mungu. Rikarama sederi basikata ya basakata. Achilia rehema zako, mwambie Bwana achilie rehema juu ya kanisa la Tanzania, mwambie Bwana achilie rehema juu ya kanisa la Tanzania. Rimaseke rimasakata. Bwana usifiche uso wako, geuka tena tutazame Bwana, geuka tena Bwana litazame kanisa lako. Mungu wa rehema, yenda ramasekete rimasakata yandorobo sekarama saka. Ninatambua ya kwamba Mungu umeweta makuhani na mitume, ninatambua ya kwamba Mungu umeweta wachungaji na manabii ili wasimame katika kweli yako, ili wajenge kweli yako, ili watengeneze haki kwenye ufalme wako hapa duniani. Lakini Jehova Jire, ni vilima sakata, nao ni wanadamu na sisi ni wanadamu. Achilia rehema zako, achilia rehema zako Baba. Rikarama sekete yekarama masakata yende robosika yende robosayata yekarapa papasikata. Rehemu Baba kanisa, rehemu Mungu wa mbinguni, rehemu Mungu wa mbinguni. Baba, achilia rehema zako, achilia rehema zako Mungu. Yende rama sakata. Inawezekana Mungu tukana lugha ngumu mbele zako kwa yale tuliyotenda kama watumishi, lakini Mungu nakusihi, tazama watoto wa Tanzania, tazama wamama wajawazito, tazama Bwana vijana, tazama mabinti Mungu, ukaachilie rehema zako, ukaachilie rehema zako. Mungu turehemu, Mungu rehemu taifa hili. Baba, Mungu wa rehema, tunashuka kwa unyenyekevu sana. Rimoseke rimasika rikaramasekete yendora baba sikata rimasekete remasaka. Tumeuacha utajiri wa roho za watu, tumefuata utajiri wa dunia. Mungu asili yako imewaka, achilia rehema zako Bwana. Rikaramasakata. Bwana umetutuma kuisema kweli ili kuzikomboa roho zilizopotea, lakini Baba kanisa rimasenderi masakata rikarababasakata masadara babosika. Kuna mwingine ni wewe Baba, umesema wewe ni wa rehema Mungu, umesema wewe ni wa rehema Baba, umesema wewe ni wa rehema Mungu. Baba, Yesu, ikiwa umesema mmoja tu akinyenyekea utasikia Bwana. Ribasekete rimasakata rilikarababosa riliseketeke basaka rikarabababasia rimasenderiba baba rikarabababasia boseketeke rimasia rikarababasetoke ribo inerabasakarababaskata yenerikarababbasia ribosekete rikarababasakata rilikarababasia ripobosekete ribasika ribosekete rimasika. Mungu wa rehema, jaili hasira yako Baba. Rindo ribosekete kapa rishetekesekete kapa. Mungu wa haki dhirika, ribosekete rimasia, kwa ajili ya makundi yote kwenye taifa letu, ya kwamba Mungu utapeleka mkono wako juu ya kila mmoja, tukiona Bwana kwa uweza wako na nguvu zako tutavuka kwa ushindi Bwana, katika jina la Yesu Kristo
Shukuru tu Mungu kwa ajili ya neema yake. Shukuru Mungu kwa ajili ya rehema. Mungu wetu ni wa rehema. Baba wetu ni ana rehema. Katika jina la Yesu Kristo. Hori mose kete masika. Katika uwepo huo ita nguvu za Mungu. Katika uwepo huo alika uweza wa Mungu. Alika uwepo wa Roho Mtakatifu. Maana yeye ndio atakayeweza kutuongoza vyema. Yeye ndio atakayeweza kutusaidia katika mambo yote. Na Mungu na nguvu zake kwenye kila eneo. Yenda raba sekata. Tamalaki ye Bwana. Ye masakata rabosa. Ye karaba baba sikata. Yo raba baba seketeri masaka. Karibu Roho Mtakatifu. Karibu Baba na nguvu zako. Karibu Baba na uweza wako. Karibu Baba na mamlaka yako. Tawala kanisa la Tanzania. Roho wa Bwana karibu. Roho Mtakatifu karibu. Tawala ibada, tawala kwenye ibada. Tawala kwa ibada zetu Bwana. Tukakuone wewe Mungu. Yenda rama seketeke sikata. Roho Mtakatifu karibu. Roho wa Bwana jaa kanisani. Roho wa Bwana jaa kwenye mioyo ya watu wako. Bori masakata rama sakata. Karibu Bwana, karibu Roho Mtakatifu. Ninakualika Bwana, ukafurika kwenye mioyo ya watumishi. Bwana, Bwana. Ripasa karaba sakata. Yenda rama sekete. Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu tamalaki. Yenda raba sekata ya basaka. Tunakualika Bwana kwenye kanisa la Tanzania. Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu, Roho wa kweli, Roho wa nguvu, Roho wa haki, karibu, 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 karibu. Juu ya baba yule, juu ya mama yule, juu ya mchungaji, juu ya nabii. Bwana, tumejua kwamba tunakuhitaji Roho wa Bwana. Usinyamaze, usinyamaze, usinyamaze. Mwalike Roho Mtakatifu na nguvu zake. Roho wa Bwana aje ndani ya kanisa. Roho wa Bwana aje ndani ya kanisa. Maana Roho Mtakatifu ni mwalimu. Roho Mtakatifu rikarama sakata yaba. Yende ribo sekete kapasakata. Karibu, 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 karibu. Yema sekete. Yende robo sika. Yende rababa sakata. Achilia nguvu zako Bwana juu ya kanisa tena. Achilia Baba Roho Mtakatifu. Achilia maarifa ya kiroho Baba. Yende raba sakata. Moto wa Roho Mtakatifu. Huo moto usiozimika. Na uwake tena juu ya kanisa. Na uwake tena juu ya kanisa. Na uwake tena ndani ya kanisa Bwana. Tunakualika Bwana. Tunaalika nguvu zako na uweza wako. Yebo sekete. Rikorobobosa. Yandorobobosikata. Rabababa sekete. Jorobo kesekeri maseka. Yandorobobosakata. Bwana, nanyenyekea kwa niaba ya mchungaji yule, kwa niaba ya kuhani yule Bwana. Ninanyenyekea Mungu wangu. Ninanyenyekea Bwana. Ninanyenyekea Mungu. Ninapungua Bwana. Nikialika nguvu zako. Nikialika nguvu zako kwa niaba ya kanisa la Tanzania. Mungu wa rehema, achilia, achilia nguvu zako. Achilia nguvu zako. Tamalaki ndani ya kanisa. Tamalaki ndani ya mioyo ya watumishi wako. Tawala Baba. Tawala Baba. Tawala Baba. Tawala Baba. Rikarababa senderi bosika. Yendorobo sekete. Yekarababa sakata. Yendorobo sika. Yeribasakata. Yendarababa sakata. Yendorobo si. Yekayado sakata. Ribosekete. Yendorobo si. Nafasi Jehova. Chukua nafasi El Shaddai. Rikarababa sakata. Lijaze kanisa lako Baba. Lijaze, 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 lijaze. Lijaze nguvu zako, lijaze uweza wako, lijaze mamlaka yako Baba. Ribosekete masika. Ye masika. Riboshekeri masika. Yandara masekata. Yendorobo sekete kebasaka. Mimina mafuta yako Bwana. Mimina mafuta mapya Bwana. Mimina Baba, mimina Mungu wangu. Yenderi maseketa. Yekaraba basakata. Yenderi masi. Yekorobo sekete masika. Baba, 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 Baba. Rindorobo sekete shedemasia. Katika jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu Kristo. Uwepo wako Bwana. Nguvu zako Bwana. Airikaraba sekeri masia. Oye masakata masikata. Ukaabudiwe katika roho na kweli Bwana. Mimina roho wako Bwana. Mimina roho wako Bwana.
Bwana, mimina roho wako Bwana, mimina roho wako Bwana, maana Bwana umesema waabudu halisi watakuabudu katika roho na kweli. Karibu juu ya kanisa la Tanzania, karibu 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 kwa waabudu halisi. Ingia Baba, ingia Baba, ingia Baba, ingia Baba. Orimasekete na sandabo yekaraba basikata. Yuko mama amechukua nafasi Bwana kukulingana wewe Mungu wa mbinguni. Achilia mafuta juu yake, achilia mafuta juu yake, achilia mafuta Bwana. Mimina, 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 mimina kwa baba huyo, mimina kwa mama huyo, mimina mafuta yako, mafuta ya maombi, mafuta ya ibada, mafuta ya haki. Rikarama sakata. Achilia Baba neema yako, mimina Bwana, mimina mafuta yako. Rimosekete masikata. Ya masika. Rimosikata. Roho wa Bwana, roho wa Bwana, roho wa Bwana. Karibu 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 karibu. Ye masakata. Maana Bwana umesema ye masakata katika neno lako, mtakeni Mungu na nguvu zake. Tunakualika Baba na nguvu zako sasa katika majira haya ndani ya kanisa letu. Tunakualika Bwana katika nguvu na uweza wako kwenye madhabahu takatifu. Tunakualika Mungu na uweza wako Bwana kwenye kanisa la Tanzania. Katawale tena Bwana, tawala kanisa lako, ukaliongoze we mwenyewe, ukasimame we mwenyewe. Baba wa mbinguni, kadhirike na nguvu zako, kadhirike na uweza wako, maana we peke yako ni Alfa na Omega, ni wa kwanza na mwisho. Hakuna Mungu mwingine, ni wewe Bwana. Tunakualika ukatawale Baba kwenye kanisa, ukaonekane Mungu na haki yako ndani ya kanisa, ukaonekane Baba na kweli yako ndani ya kanisa. Tengeneza mioyo Bwana ya watumishi wako, tengeneza mioyo Bwana ya wachungaji, tengeneza mioyo Bwana ikuelekee wewe. Baba, 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 mimina, mimina. Ena masikata. Ninakutukuza Bwana, ninakuinua Bwana, ninakuinua mfalme wa wafalme, wewe Mungu mwenye uweza, wewe unayetawala dunia na mbinguni. Ninasema asante Bwana kwa ajili ya muda huu ambao Mungu orimosekete masika. Ninasema asante Bwana kwa ajili ya saa hii Bwana orimosekete masaka. Ninasema asante Mungu kwa ajili ya kutukubali tena, Mungu wa neema. Asante kwa neema yako ndani ya kanisa, asante kwa neema yako Bwana, asante Mungu wangu, asante kwa uwepo wako, asante Bwana, katika jina la Yesu Kristo. Tena tiba nyingine mikono mwako Bwana, tembea usekete limasia katika jina la Yesu Kristo. Na Bwana, tunarudi tena na kuja mbele zako Mungu wa mbingu na nchi, kuliadhimisha na kulitukuza jina lako, tukisema wastahili Bwana, wastahili, na wastahili Mungu wa Yakobo, wastahili heshima, utukufu na nguvu, wastahili wewe. Saa hii Bwana, katika jina lako Yesu Kristo wa Nazareti Mangalai, tunauliza neema yako mahali hapa, neema ya roho wako wa neema, roho ya mafundisho, rabu riko tari mamariko likere na masia, maiko rodoko robo ni madiri kisha na menehirata, maiko la masila katolo lirokira masia, hokuri na madikara sakapa. Imeandikwa, rika rako rakato rukopo riboli saikara, makorukote rikere boli sina, makorukori mesakapa. Baba ifroboli karilali ramadira, maikokori kosolo kina madira, makorukoi ramadiro bira masiata, kokori mwane masirata. Tunahitaji uwepo wako mahali hapa Bwana, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti Mwanangalai, nikiwainua watumishi wako wote Bwana walioko mahali hapa na wale ambao watatufuatilia na kutusikiliza kwa njia ya mitandao mbalimbali. Mungu Baba wa mbingu na nchi, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, ninauliza neema yako Bwana, ya kwamba usimwache hata mmoja wao, lakini ukaseme na kila mmoja wao, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, mwana wa Mungu hai. Baba, nero ulikoroboni na iza na mata, ninajitisha chini ya nyayo za miguu yako, kori beri na mashai karatokoto, na wewe uinuliwe Bwana, na muinuliwe katika yote, na uinuliwe juu ya yote, katika jina lipitalo kila jina, jina la Yesu Kristo wa Nazareti, ninaomba na kushukuru. Amen. Katika ibada zetu hizi za Jumamosi,
Mungu ametupa neema tena, anataka tujifunze. Somo linasema ishinde roho ya dunia ili ufanikiwe. Somo letu linasema ishinde roho ya dunia ili ufanikiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa utangulizi, nitasoma andiko kutoka Yohana 8 mstari wa 32. Kama utangulizi wa somo letu nitasoma Yohana 8 ule mstari wa 32. Neno la Mungu linasema hivi, Yohana 8:32. Tena mtaifahamu kweli, na hiyo kweli itawaweka huru. Tena mtaifahamu kweli, na hiyo kweli itawaweka huru. Bwana Yesu asifiwe. Andiko hili linahimiza kwa habari ya kweli. Linahimiza kwa habari ya kweli na ukweli. Andiko hili linapinga na kukataza uongo na hila. Nalo linatuambia wazi ya kwamba pindi tukijua kweli, hiyo kweli itatuweka huru. Na siku zote hakuna kweli isipokuwa kweli kwa neno la Mungu. Ukweli na kweli wote umejengwa kwenye neno la Mungu. Ukitaka kupima ya kwamba huu ni uongo na huu ni ukweli, basi neno la Mungu liko wazi. Bwana Yesu apewe sifa. Nayo kweli ni neno la Mungu, kwa sababu imeandikwa ya kwamba neno la Mungu ni amina na kweli. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Neno la Mungu ni amina na kweli. Amen. Yaani neno la Mungu ndio kweli yote. Ukitaka kujua kweli, basi utaipata kweli yote kwa njia ya neno la Mungu. Amen. Wala si kwa hekima ya mtu ama wingi wa maneno ya mtu ndio kweli inaonekana na kupatikana. La hasha. Kweli yote inapatikana katikati ya neno la Mungu, na kweli ndio neno la Mungu mwenyewe. Amen. Wakati wowote ukisema kweli, utakuwa umerudi kwenye msingi wa neno la Mungu kweli. Tena ameweka katika mojawapo ya amri ya kwamba usiseme uongo. Usiseme uongo. Amen. Yaani katika mambo makubwa ambayo Mungu anakataza ni pamoja na kusema uongo. Ona katika ile amri 10, mojawapo ya amri anasema usiseme uongo. Ndio ujue, yaani katika mambo makubwa
ya kwanza kabisa na ya muhimu kabisa ambayo Mungu aliwaletea wanadamu na kujenga kama msingi, alisema usiseme uongo. Amen. Usiseme uongo. Yaani kwenye amri 10 Mungu akaweka na usiseme uongo. Uwe na uhakika. Amri 10 ni msingi wa maisha ya mwanadamu, umejengwa kwenye hizo amri 10. Amen. Ukiziangalia na kuzifuata na kuzitenda kwa ukamilifu amri 10 za Mungu, utakuwa umempendeza Mungu. Maana amri zingine zote ni amri ndogo ndogo ambazo zinajengwa kwenye msingi wa hizi amri 10. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa hapa anatuambia ya kwamba mtakapoifahamu kweli, hiyo kweli itawaweka huru. Amen. Utakapoifahamu kweli, utajua kipi ni chema, kipi ni kibaya, kipi kinakubalika, kipi hakikubaliki, kipi ni kiache, kipi ni endelee nacho kwa uaminifu. Tena mtaifahamu kweli na hiyo kweli itawaweka huru. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa niletee kwenye somo letu leo. Somo letu linasema ishinde roho ya dunia ili ufanikiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Ishinde roho ya dunia ili ufanikiwe. Amen. Ishinde roho ya dunia ili ufanikiwe. Uwe na uhakika kama hutaishinda roho ya dunia, kufanikiwa kutabaki kuwa hadithi. Kufanikiwa yatabaki kuwa maneno ya kujifurahisha. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini mtu mwingine atasema, okay, roho ya dunia ni kitu gani sasa? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Roho ya dunia ni kitu gani sasa? Jibu lake ni hili hapa. Wakorinto wa pili mlango ule wa 4 na mstari ule wa 4. Wakorinto wa pili mlango wa 4 mstari wa 4 imeandikwa hivi. Tuanze mstari wa 3. Lakini ikiwa injili yetu imesitirika kwa hao waliopotea, ambao ndani yao Mungu wa dunia hii amepofusha fikra zao, wasiamini, wasiione nuru ya injili ya utukufu wake Kristo, aliye sura yake Mungu. Watu ambao hawaielewi injili na wala hawaikubali injili, hakika yake ni watu wale ambao wamepotea. Na kwa nini wamepotea? Wamepotea, jibu linapatikana mstari wa 4, ya kwamba ndani yao watu hao Mungu wa dunia hii amepofusha fikra zao, wasiamini. Mungu wa dunia hii
Bwana Yesu asifiwe. Mungu wa dunia hii, ukiangalia kwenye Biblia yako, Mungu wa dunia hii imeandikwa kwa herufi ndogo. Amen. Mahali popote ukikuta Mungu kama Mungu imeandikwa kwa herufi ndogo, ujue sio Mungu huyu muumba wa mbingu na nchi aliye mkubwa. Mahali popote utakapokuta pameandikwa Mungu lakini imeandikwa kwa herufi kubwa, uwe na uhakika ni huyu Mungu mkubwa aliyefanya mbingu na nchi na vitu vyote. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Kwa hiyo roho ya dunia, roho ya dunia, roho ya dunia maana yake ni Mungu wa dunia hii. Na Mungu wa dunia hii ni nani? Mungu wa dunia hii ni Ibilisi na Shetani. Kwa hiyo watu hawa ambao hata injili ikiletwa kwao kwa namna gani hawataielewi wala hawaifahamu, na tunaambiwa inatokea hivyo kwa sababu akili zao zimepofushwa. Kwa hiyo hazielewi kitu, na kwa sababu hazielewi kitu haziamini kitu chochote. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Kwa hiyo roho ya dunia ni sawa sana kusema Mungu wa dunia hii, ni sawa sana kusema Ibilisi na Shetani, ni sawa sana kusema roho mchafu kwa namna zake, ndiyo Mungu wa dunia hii. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ukisoma Yohana mstari wa 4, ukisoma Yohana mlango wa 4 mstari wa 24, Yohana 4:24, Yohana 4:24 imesomeka hivi: Mungu ni roho, nao wamwabudu yeye imewapasa kumwabudu katika roho na kweli. Amen. Haleluya. Amen. Mungu ni roho. Ukiangalia kwenye Biblia yako hii, Mungu imeandikwa kwa herufi kubwa. Kwa hiyo Mungu ni roho, lakini na Ibilisi na Shetani naye ni roho. Tofauti yake ya roho hizi mbili, roho moja ni Mungu, roho nyingine ni Shetani. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tunaweza kuona basi kuna aina ngapi za roho? Mtu mwingine anaweza kuuliza kuna aina ngapi za roho? Zipo aina mbili tu za roho, mbili tu. Ya kwanza ni roho wa Mungu, lakini pili ni yule roho wa Ibilisi. Bwana Yesu apewe sifa. Kuna aina mbili tu za roho. Roho wa Mungu ndiye Roho Mtakatifu, na roho mwovu ndio Ibilisi na Shetani. Bwana Yesu asifiwe. Roho wa Mungu anatajwa tena kwenye Mwanzo, kitabu cha Mwanzo 1 na ule mstari wa 2. Imeandikwa, nayo nchi ilikuwa tupu
tena bila umbo, na giza lilikuwa juu ya uso wa vilindi vya maji. Roho ya Mungu ikatulia juu ya uso wa maji. Roho ya Mungu ikatulia juu ya uso wa maji. Utaona mstari wa 3 anasema, Mungu akasema na iwe nuru, ikawa nuru. Roho wa Mungu akatulia juu ya uso wa maji, naye Mungu akasema na iwe nuru, ikawa nuru. Uwe na uhakika, roho ya Mungu ni Mungu mwenyewe. Haleluya. Roho wa Mungu ni Mungu mwenyewe. Roho Mtakatifu ni Mungu mwenyewe. Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Tukirejea Wakorinto wa kwanza na ule mlango wa 2, mstari ule wa 10 mpaka ule wa 12, imeandikwa, lakini Mungu ametufunulia sisi kwa Roho, maana Roho huchunguza yote, hata mafumbo ya Mungu. Mstari wa 11, maana ni nani katika binadamu ayajuaye mambo ya binadamu ila roho ya binadamu iliyo ndani yake? Vivyo hivyo na mambo ya Mungu hakuna ayafahamuye ila Roho wa Mungu yeye peke yake. Mstari wa 12, lakini sisi hatukuipokea roho ya dunia, bali Roho atokaye kwa Mungu, makusudi tupate kuyajua tuliyokirimiwa na Mungu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kati ya hizi roho mbili, Mungu yeye alitupa roho wa Mungu, roho ya Mungu. Amen. Hakutupa roho ya dunia. Kwa hiyo Wakorintho wa kwanza 2:12 tunaweza kusema roho ya dunia sio fungu letu. Amen. Hatujawahi kupewa hiyo roho ya dunia na yeyote. Sisi tulichokuwa tumepewa ni roho ya Mungu. Amen. Basi kama hatukupewa roho ya dunia hii, basi kama roho ya dunia hii itakuwa ni mshirika wetu, basi ni mshirika tuliyomtafuta sisi wenyewe, hatukupewa na Mungu. Fire. Haleluya. Uwe na uhakika, roho ya dunia hii sio fungu letu. Roho ya dunia hii ndio roho wa Ibilisi, ndio Ibilisi na Shetani. Sio fungu langu wala sio fungu lako. Sijawahi kupewa na Mungu, hatakaa nipe roho hiyo wala kukupa hiyo roho. Haleluya. Amen. Sasa amesema huyo roho wa Mungu ili kwamba ili makusudi yake tupate kuyajua tuliyokirimiwa na Mungu. Roho ya Mungu imepelekwa kwetu, tumepewa ili itufahamishe na kutufanya tujue mambo ya Bwana Mungu wetu. Amen. Na yale yote ambayo Mungu wetu anayataka tutayajua kwa yeye. Amen. Na yale yote ambayo Mungu hayapendi tutayajua kwa yeye. Amen. Roho hiyo imewekwa makusudi kwetu ili tupate kujua tuliokirimiwa, neema ambazo tumepewa.
Kwa hiyo ushirika wetu inatupasa uwe pamoja na roho ya Mungu. Amina. Tunaona roho ya Mungu imebeba hazina kwa ajili yetu. Amen. Kama hatuna hazina hizi za Mungu, uwe na uhakika kuna namna tabia ya roho ya Mungu ni mema kwa ujumla wake, Amina. ni mema kwa ujumla wake, ndio anabebwa na roho ya Mungu. Amina. Na tabia ya roho ya dunia ni yale mambo yote maovu kwa namna yake, yaani mambo yote maovu kwa namna yake ni mambo ya dunia hii, ni mambo miwa na roho ya dunia hii, ni mambo yanaoendeshwa kwa mtu na roho ya dunia hii. Tumesema hakuna mtu yeyote anayeweza kujiendesha yeye mwenyewe hapa duniani. Tukasema ziko roho mbili tu, lazima uendeshwe na roho mojawapo ya hizi roho mbili, na uwe na uhakika ile roho ya dunia ni roho iliyo adui wa Mungu. Roho ya dunia ni roho iliyo adui wa Mungu. Bwana Yesu apewe sifa. Amina. Roho ya dunia ni adui wa Mungu katika namna zake zote. Wakati roho ya Mungu siku zote inakupigia kelele juu ya namna yoyote ya uovu ambayo inataka kuletwa na roho ya dunia, lakini roho ya dunia kazi yake ni kuharibu akili za watu, kuharibu fikra za watu. Inaharibu akili za watu. Akili za watu zinasizi, zinakuwa haziwezi tena kufikiri vizuri. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Matokeo yake nini? Matokeo yake mambo yasiyokuwa ya kawaida yanafanywa kwa ya kawaida. Yaani mambo ni mabovu, unapewa eti uyaone kawaida. Yaani ni machukizo, lakini unapewa kuyaona ni kawaida. Yaani roho ya dunia ina tabia ya kuharibu akili za watu, ili akili za watu zisipambanue nini? Hizi neema ambazo tumekirimiwa na Mungu. Sawa? Amen. Kwa hiyo inakuendeshaje? Inakuendesha upate kujiendea. Inakusukuma uchukue njia ya kujiendea utakavyo. Yaani wewe uende tu utakavyo yani. Haleluya. Amen. Roho ya dunia sawa na Korinto 2:4. Kazi kubwa inaofanya ni kuharibu akili za watu. Ni kuzitoa akili za watu kwenye reli. Ni kuziingiza akili za watu kwenye giza. Mtu anaanza kutembea uchi, anaona ni sawa. Yaani mtu anatembea uchi kabisa, yaani uchi, halafu yeye ni ile kwamba yuko uchi. Lakini yuko uchi. Unaona akili ilivyoharibiwa.
Roho ya dunia ndio inawaingiza watu kwenye dhambi, ndio inawaingiza watu kwenye uharibifu. Roho ya dunia hii. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Roho ya dunia hii. Leo tutaita part 1 wa somo hili, na leo itakuwa ni utangulizi tu wa somo letu hili. Pengine na leo tutaishia tu hapo. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Tunahitaji kujifunza kwa uzuri somo hili. Na kwa neema ya Mungu ninaamini litaweza kuwatoa watu. Utakapoifahamu roho ya dunia na inavyotenda kazi, itakuwa ni sawa sawa na mtu aliyezinduliwa usingizini. Kwa hiyo sasa, angalau kwa sababu yuko macho, utakuwa unaweza kuona, ili pengine uchukue hatua wewe utakayeamua kuipinga hii roho ya dunia, uipinge kwa usahihi. Amen. Maana tabia hii roho ya dunia, yani inayafanya mambo yaonekane ya kawaida, yaonekane mazuri, yaonekane sawa sawa, yaonekane hayana shida. Kumbe ndiko shida iliko. Yani kumbe shida ndiko iliko. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Sasa tunataka tuichimbue, tuifunue. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Kwa hiyo kwa leo tuishia hapa kama utangulizi. Tutaendelea kwa kina zaidi sasa, na hasa kwa sababu somo letu ni juu ya kuishinda roho ya dunia ili tuweze kufanikiwa. Amen. Sawa. Kwa hiyo tutakapoendelea, tutaendelea zaidi kujifunza kwa habari ya roho ya dunia na jinsi inavyotenda kazi. Tutakapoijua roho ya dunia na jinsi inavyotenda kazi, tutakapoamua kushindana na kuishinda, itakuwa rahisi. Na na uhakika tukifanikiwa kuishinda, tutafanikiwa. Kwa sababu mafanikio yetu yote yamezuiliwa na hii roho ya dunia. Roho ya dunia ndio imeyakinga mema yetu yote. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Mungu wa mbinguni, ninakushukuru kwa ajili ya utangulizi wa hili somo la ishinde roho ya dunia ili ufanikiwe. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, mwana wa Mungu aliye hai, hapa sasa tunapojenga msingi huu, na si mbegu ya neno hili Bwana, usiruhusu ipotee, lakini Bwana ianze kuota katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, mwana wa Mungu aliye hai. Na roho wako wa neema na roho wa mafundisho ya Bwana akawe juu yetu tunapoendelea kujifunza katika hatua zinazofuata, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, mwana wa Mungu aliye hai. Amen. Amen. Mshukuru Mungu kwa ajili ya neno hili na kuisifu vizuri. Amen. Ishinde roho ya dunia ili ufanye nini? Katikati ya kuishinda roho ya dunia kuna mafanikio. Maana yake kinyume chake, katikati ya kushindwa kuishinda kuna laana. Wanaweza kutamani kufuatilia neno somo hili hatua kwa hatua ili uweze kutoka mahali ulipo, lakini uweze kuangalia maisha yanayoishi. Je, ni mafanikio katika roho wa Mungu ama katika roho mchafu? Haleluya. Mafanikio katika roho wa Mungu yanadumu, lakini mafanikio katika roho wa dunia hayadumu.
na ya mafanikio hayo yanakuwa na machozi mara zote. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo jenga kiu, jenga shauku ya kutamani uhudhurie kwenye ibada hii na kufuatilia masomo haya kwa kadri ambavyo Roho Mtakatifu atatusaidia, atamsaidia mtumishi wa Mungu kunena na watu wake. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo hii italenga watu ambao wameshafanikiwa katika Roho Mtakatifu, wataendelea kupambana kulinda utakatifu na baraka zao. Lakini kuna watu ambao hawajafanikiwa kabisa kwa kwamba wanamjua Mungu. Baada ya kujua na kushinda roho ya dunia, ninaamini ya kwamba kuna mafanikio. Haleluya. Mtumishi wa Mungu akasema kuna watu wamekamata ufahamu, unaweza ukawa hata una nguo lakini unajiona umevaa nguo. Amen. Na hayo lazima uone kwamba ni roho za dunia. Kwa nini roho za dunia? Huwezi kukutana na mheshimiwa kavaa nguo isiyoeleweka. Haleluya. Ila roho za dunia zinavamia sisi watu wa chini sana. Haleluya. Na kutuonyesha kwamba hayo ndio maisha mazuri na hayo ndio maisha yanayopendeza. Haleluya. Roho wa dunia akiingia anatafuta njia ndogo yake kwenye maisha yako ili aharibu. Bwana Yesu asifiwe. Tunajua wote kwamba tunapozungumzia tu mavazi, kuna majira. Haleluya. Kuna nguo katika umri wangu mimi ukinipa nivae, siwezi kuivaa. Kwanza haikai. Lakini inawezekana nikiwa binti nilipotezea muda hiyo nguo, ikanitenga na Mungu aliye hai, ikanihubiria hiyo roho kwamba napendeza, ikanihubiria hiyo roho kwamba mimi ni mzuri. Lakini kila majira yanavyoenda, hiyo nguo ukipewa sasa hivi watu watacheka. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo lazima tujue kwamba roho wa dunia ametawala fahamu zetu na akili zetu, na hatimaye ameharimu kabisa maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. Unakuja kumtafuta Mungu katika umri ambao ndio unaweza kuona kwamba hii nguo ikifika chini ya magoti na nistiri. Haleluya. Hapo ndio unamtafuta Mungu. Kutubia huo uovu wa kuangusha watu kwenye njia ya dhambi kwa mavazi yako haiwezi kuondoka siku hiyo hiyo. Haleluya. Biblia inatuambia katika sheria zake, anayetamani tu huzini. Lakini yes, ni wangapi ambao wameamua kuwatamanisha watu ili wazini? Alafu sasa umeshaona muda umeenda, ndio unatafuta nguo za kujistiri. Alafu ukimwambia Mungu nikumbuke, uwe na uhakika rehema itachukua muda kuvuka. Haleluya. Ni vyema ukifuatilia ili somo na ili darasa, ili Mungu kuanzia hapo uanze kutengeneza mapema. Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Basi kwa sababu ya ratiba zetu za siku ya leo, ni kuombe mahali ulipo uchukue sadaka yako ya ibada. Chukua sadaka yako ya ibada kwa ajili ya kumtolea Mungu. Haleluya. Sadaka yako ya ibada. Yule ambao unahitaji sadaka ya shukurani, bahasha ya shukurani, karibu. Chukua bahasha ya shukurani kwa ajili ya Mungu kukupa neema ya kumaliza mwezi wa 11. Yamebakia masaa machache kabisa, unaingia kwenye majira mengine. Bwana Yesu apewe sifa. Basi inamisha tu kichwa chako, tumshukuru Mungu kwa ajili ya matoleo. Baba yangu na Mungu wangu wa mbinguni, katika jina la Yesu Kristo, ninakushukuru kwa ajili ya kipindi hiki kingine ambao umetupa tena siku ya leo tarehe 29 ya mwezi wa 11, ya kwamba Mungu tuje mbele zako kwa kutolea sadaka ya shukurani. Hakika umetutetea, umetupigania katika majira haya yote, ni mkono wako. Hata saa hii Mungu, ninawainua watoto wako na watumishi wako wote ambao Mungu wanafuatilia ibada hii kwenye mtandao wa kijamii. Nao Mungu wameguswa kwa ajili ya kunyosha mikono yao kujenga ufalme wako. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, mwana Mungu aliye hai, ninakusihi mfalme wa wafalme, nenda kakutana na haja za mioyo yao, lakini zaidi sana nenda kawafundishe katika yule Roho wako Mtakatifu, yule Roho wako Mungu aliye hai.
katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Ninakabidhi ratiba zote na ibada hii mikononi mwako Mungu. Ninakusihi kila atoe kwa moyo wa mkunjufu, nenda kuangalie moyo wake, ukamjaze baraka na mema yote ambayo ni haja ya moyo wake, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, mwana Mungu aliye hai. Asante Mungu kwa sababu kwa njia hii ya sadaka kuna ukombozi unaenda kutokea, kwa njia hii ya sadaka kuna uzima unaenda kutokea, kwa njia ya sadaka kuna uponyaji unaenda kutokea, kwa njia ya sadaka kuna neema mpya inaingia ndani ya mtu huyu, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Baba, ninakusihi kwa ajili ya moyo huo wa kutoa ambao mtumishi wako ameuandaa saa hii ili kukuletea sadaka madhabahuni pako, ili kujenga ufalme wako Mungu uliye hai. Ninakuomba Bwana, ndipo ukatende mambo makubwa na ya ajabu katikati ya maisha yake. Mahali alifungwa na sadaka, Jehova Nisi, ninakusihi Roho Mtakatifu aende akakata hizo kamba katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, mwana Mungu aliye hai. Na kwa neema yako Mungu, na kwa neema yako Mungu na ukuu wako Mungu, nenda kadhihirisha na kuthibitika katika jina lako Yesu Kristo, mwana Mungu aliye hai. Ninaomba kukushukuru Mungu. Amen.